Yesu kwa makofi yako ya shangwe. And work around to 5 people, waambie karibu sana nyumbani mwa Bwana leo. Thank you Lord Jesus for Sunday morning. You don't walk around 5 people. Why? Tell your neighbor, welcome to Sunday morning. Hallelujah. Nataka tuimbe wimbo wa tenzi unasema nina haja nawe. Chako kwa watu tuongoza kuimba. Sisi sauti zetu za vitikio. 1 2 3 go. Wamechelewa, tuanze wenyewe. Na haja nawe kila saa, hawezi mwingine kuni. Kama una tense, the script on the screen. Yesu nakuhitaji hivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia Yesu nakuhitaji hivyo
Jesus, thank you because a good God will see us again. Thank you because the good God will visit us again. Thank you for increase our knowledge in you. Thank you for loving us so much. Thank you for your Son, Jesus Christ, that you sent to us. We believe in the work of the cross, that Jesus Christ, you came to take away our sin, our weaknesses, our sicknesses, our pain, our faults, so that we may be free in you. And because you came to set us free, we decree and declare we are free indeed. Asante Baba kwa sababu umetuweka huru. Na kwa kuwa umetuweka huru, sisi ni huru kweli kweli. Asubuhi ya leo tunakushukuru. Asante kwa neno lako ambalo umeliandaa kwa ajili yetu. Roho zetu zinasikia furaha in advance kwa kuwa leo utatuongeza tena. Utatufurahisha tena. Tutupa raha ya kukujua, tutupa raha ya kukufahamu. Neno lako linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Ndio maana kila siku hatuchoki kuja mbele zako kusikia tena, maana tunataka kukujua ili tuione hiyo amani uliyoahidi kwa hao wanaokujua, ili tuone hayo mema uliyoahidi kwa wanaokujua. Kwa sababu hiyo tunatangaza na kutabiri kwa jina la Yesu, mimi pamoja na ndugu zangu hawa, ya kwamba kwa kuwa tunaongezeka maarifa ya kukujua, tunatamka ya kuwa tutayaona mema. Tunatamka ya kuwa sisi tutayaona mema. Katika jina la Yesu, sisi tutakuwa na amani. Kwa kuwa sisi tumekaza kukujua, sisi tutakuwa na amani. Sisi tutakuwa na mema. Tunakataa yanayoondolea amani watu wengine, kwa kuwa sisi tumekujua wewe. Your word is so true, kwamba tukikujua wewe tutakuwa na amani. This is your promise. Na umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Kwa sababu ya ahadi yako, sisi tunatangaza tutakuwa na amani. Na wakituuliza kwa nini tuna uhakika tutakuwa na amani, tutasema kwa sababu tumekujua wewe. Sio kwa sababu tuna fedha kwenye benki, kwa sababu tumekujua wewe. Sio kwa sababu tuna kazi nzuri, kwa sababu tumekujua wewe. Sio kwa sababu tuna watoto wazuri, tuna wake wazuri, tuna ndoa nzuri, ila kwa sababu tumekujua wewe. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya ufahamu uliouingiza ndani yetu. Wengine tulikuwa tukujui kabisa, lakini angalau umeanza kutuonyesha nuru yako. Baba, asante kwa kuwa tunakujua. Asante kwa kujifunua kwetu, Mungu, kwa neno lako. Asante kwa kujifunua kwetu, Baba yetu, kwa neno lako. Asante kwa kujifunua kwetu, Baba yetu, kwa neno lako. Kwa kuwa tunakujua wewe, hatutaona mabaya. Sisi tutayaona mema. Tutaona mema kwenye kazi zetu, tutaona mema kwenye ndoa zetu, tutaona mema kwenye mionekano yetu, tutaona mema kwenye maisha yetu, tutaona mema kwenye kila tunalolifanya. Hatutawekeza mahali na tukaona mabaya. Hatutawekeza mahali na tukaona hasara. Hatutawekeza mahali na tukaona yasiyofaa. Kila tutakakoingia mikono yetu kufanya kazi au miguu yetu kufanya kazi, sisi tutayaona mema. Tuna amani kwenye kazi zetu. Tuna amani kwenye ndoa zetu. Tuna amani kwa watoto wetu. Tuna amani kwenye maisha yetu. Tuna amani kwenye elimu zetu. Tuna amani kwenye shule zetu. Sisi tutayaona mema. Hakuna yeyote katikati yetu atakayeenda shule na kutoka na mabaya. Kila atakayesoma atayaona mema. Hakuna yeyote katikati yetu atakayeingia kwenye kilimo na kutoka na hasara. Kila atakayelima atayaona mema. Hakuna katikati yetu atakayeingia kwenye logistics, biashara, alafu akatoka na hasara. Kila atakayeingia kwenye logistics atatoka na mema. Hakuna yeyote kati yetu atakayeingia kwenye IT business alafu akatoka na hasara. Kila yeyote kati yetu atakayewekeza kwenye hayo atatoka na mema. Hakuna aliye mwanasheria katikati yetu akaona hasara, atayaona mema. Hakuna daktari yoyote katikati yetu atakayeona hasara kwenye elimu yake na taaluma yake ya udaktari, atayaona mema. Hakuna engineer yoyote katikati yetu atakayeona hasara kwenye engineering yake, atayaona mema. Hakuna mtu yoyote aliyewekeza kwenye infrastructure atakayeona hasara.
Yeyote aliyewekeza kwenye miundombinu ataona mema. Katika jina la Yesu, hakuna mfanyabiashara katikati yetu atakayeona hasara. Yeyote aliyewekeza kwenye biashara atayaona mema. Si kwa sababu tuna akili sana, si kwa sababu tumewekeza vizuri, ila kwa sababu sisi tumekujua wewe. Saa inakuja nchi hii waliokujua wewe wataona fahari kukujua wewe. Katika jina la Yesu tutaona fahari kukujua wewe. Rambo shakata la korabadi yakata. Sisi tutaona fahari ya kukujua wewe. Tutasimama kwa ujasiri mbele ya wenzetu wasiokujua, na tutaona fahari kukujua wewe. Katika jina la Yesu, Baba, tujalie hiyo neema ya kwamba ifike saa walio na ujasiri mbele za watu, sio watu wenye fedha, sio watu wanaoringa kwa fedha zao, sio watu wanaoringa kwa elimu zao, bali wanaoringa kwa sababu wanakujua wewe. Paulo akasema, ikiwa mtu yoyote atajisifu, na ajisifu ya kuwa anakujua wewe. Nasi Bwana, kwa jina la Yesu, kota balo sontalia frakteleba bazula kutaya mando zikabaya kutaya razio nonta shikaba. Nasi Bwana, kwa jina la Yesu, tutasimama mbele ya marafiki zetu, tutasimama mbele ya ndugu zetu, tutasimama mbele ya watu wasiokujua, tutasimama mbele ya wapagani, tutasimama mbele ya viongozi wa serikali hii, tutasimama mbele ya wafanyabiashara, tutasimama mbele ya wanazuoni, na tukisema tunakujua wewe. Tutaonyesha boldness yetu. Akituuliza kwa nini nyinyi majasiri, ni kwa sababu tumekujua wewe. La kushakato la baratosi ya bakato. Maana neno lako linasema mitume walipoitwa mbele ya wale walimu wa sheria, Mafarisayo na makuhani, Biblia inasema walionekana kama watu wenye elimu. Usemi wao ulikuwa una nguvu, hata wakatambua kweli walikuwa na Yesu. Malakabaya sakata. From our speech to our doings, let it be known that we know you. From our speech to our excellence, let it be known that we know you. From our speech to our accomplishments, let it be known that we know you. Wakiangalia matokeo yetu ya madarasani, wakiangalia how we perform, wakiangalia how we talk, how we carry ourselves, so demure, and everybody will say, surely these people know God. Tunakataa kudharauliwa, tunakataa kuonekana wapumbavu, tunakataa kuonekana wajinga, tunakataa kuonekana watu wasiofaa. Neno lako nasema kwenye Biblia kulikuwa na watu wanaitwa wana wa Beliali, watu wasiofaa. Tunakataa kuwa wana wa Beliali. Sisi tutakuwa mmoja wa hao wana wa Isakari. Watu wenye akili za kujua nini Israeli ifanye, nini nchi ifanye. Touch our brains this morning. Touch our understanding this morning. Touch our hearts this morning. Sisi pamoja na wenzetu ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya redio, na kwa wenzetu watakao kuja ibada ya pili, kwa ujumla wetu kama huduma, katika jina la Yesu, yoyote ambaye yuko connected na huduma hii, define that person with excellence. In the name of Jesus. Define that person with clear understanding. Beyond reasonable doubt. Watu wakaseme watu hawa wana Mungu. Wakatuona tukitoka katika changamoto bila maumivu, tukitoka kwenye mioto bila maumivu, wakaseme hawa watu wana Mungu. Nebukadneza alipoangalia wale vijana 4 wa Kiebrania, akawaita, kwa kuwa aliona mtu 4 ndani ya moto, akawauliza, Shadrach, Meshach na Abednego, ni nini hiki? Kwa kuwa walishamwambia mfalme, Mungu wetu aweza kutuokoa. Mungu, tukiwaambia watu unaweza kutuokoa, usituache tukaaibika. Kwa kuwa Mungu huna desturi ya kuaibisha watu wako,
Neno lako linasema kila aliyekuamini wewe hata tayarika. Tutakapowaambia Mungu atatusaidia, wakaone ukitusaidia. Tutakapowaambia watu Mungu atatusaidia, wakaone ukitusaidia. Watu watakapotuuliza unaanzaje jambo hili kubwa, unawezaje? Unaanzaje jambo hili kubwa, tukawaambia watu Mungu atatusaidia. Na wakakuone ukitusaidia. Baba, wakakuone ukitusaidia. Kwenye hizi ndoa zetu wakakuone ukitusaidia. Kwenye malezi ya watoto wetu wakakuone ukitusaidia. Kwenye biashara zetu wakakuone ukitusaidia. Kwenye afya zetu wakakuone ukitusaidia. Kwenye uwekezaji tuliowekeza kwenye miradi wakakuone ukitusaidia. Wao wakakiri wakaseme hawa Mungu anawasaidia sio bure. Utakapotuuliza nani anawasaidia, nani yuko nyuma yenu, kwani nani yuko nyuma yenu? Boldly tukaongea na tukaseme Mungu anatusaidia. Na kwa kuwa umekusudia kutusaidia Baba, tutakukiri mbele za watu bila aibu, bila haya. Hatutafumba fumba maneno, hatutabumba bumba kauli yetu. Kauli yetu itakuwa thabiti na kusema hapa ni Mungu ametusaidia. Ili ijulikane ya kwamba Mungu bado anasaidia watu hata sasa. Ili ijulikane ya kwamba Mungu bado anasaidia watu hata sasa. Shakri kanala bakuli ya basonda la haya. Shukrani zangu ni kwako e Bwana, kwa kuwa leo tena unatuongeza ufahamu na ujasiri wa kukujua wewe. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. What a morning to know that even now God helps people. I'm excited to know that even now God helps people. They will look at us na watatuuliza madude tutakayokuwa tunayafanya kwenye huduma hii, kwenye afya zetu, kwenye maisha yetu, kwenye miradi yetu. Hakuna yoyote atakayeingia kwenye kilimo atatoka na hasara. Akili utakayokuwa una produce, namna utakavyokuwa unaendesha mambo, kwenye career yoyote utakayowekeza ndani yake, nasema hautatoka na hasara. Amen. Kuna watu naona wananiangalia kama hawaelewi au mmezoea kulishwa tu. I'm talking to investors here. Yes. I'm talking to men and women that are going to do great things in this nation. Amen. Let me tell you, brothers and sisters, in terms of development projects, this country is still prime. Bado ni mbichi kabisa. Yes. Haijaguswa vya kutosha kwenye agriculture. Yes. Haijaguswa vya kutosha kwenye mining. Yes. Wala usidhani watu wanaokuja kutoka Ulaya wamegusa. Hawajagusa chochote, but this is a very big country. Yes. Ni kama Mungu aliificha nchi hii. Mpaka leo hii Tanzania kuna madini mapya yanavumbuliwa. Na parachichi Mbeya tulijua ni chakula tu. But recently ni product ambayo inauzika nje ya nchi. Yes. Kwa ajili ya product, kwa ajili ya kutengenezea mafuta. People are investing into that. Nani ajuae kesho Mungu atafanya nini Tanzania itoe kitu ambacho dunia itakihitaji, alafu ni wewe ndio utakuwa unawekeza. Yes. Tukise anakuambia nchi hii haijaguswa bado, haijaguswa bado. Kuna vingine Mungu amevisaza kwa ajili yangu. Nisikilize nikwambie. Sio kila aliyeanza mpiga kinubi aliishia mpiga kinubi. Wengine walianza kama mpiga kinubi wakaishia Ikulu. Yes. Elewa ninachokisema. Elewa ninachokisema mtumishi. Yes. Unaweza ukaanza my sister kama muuza vipodozi, lakini unaishia kuinvest kuwa guru kwenye mambo ya agriculture nchi hii. Amen. Nisikilize, mlango wa kuingia sio mlango wa kutokea. Yes. Ndio maana nyumba nyingi zina mlango wa mbele na mlango wa nyuma. Tumishi wa Mungu nisikilize. Hapa sio mwisho. Unaweza ukaanza muuza nguo. Yes. Nani ajuae Mungu anakupeleka kuwa dada fulani kwenye madini limeshika migodi huko Bulyanhulu. Yes.
Mwambie jirani yako, ndo kwanza Mungu anaanza na mimi mwenyewe mbichi. Kwani unajimaliza? Kwani unajimaliza? Tanua liubongo lako hivi, tanua limoyo lako hivi. Yaani Mungu mimi sijamwekea mpaka wa aina yoyote. Haleluya. Haleluya. Amen. Nitakupa story moja ya wamishinari wa zamani. Kiukweli kabisa walikuja, historia ndio inatuambia walikuja na mpango sijui wa kuteka Afrika, lakini nitakwambia jambo. Walikuja kuleta injili, ila walipoleta injili wakaona na fursa. Alafu wakaona wenye hizo fursa hawazitumii. Wakasema there is no way, let us do it. So wherever story is there, but there is this fact also, kwamba opportunities were there, and these guys wanaona these guys are playing with diamonds. Exposure. Yes. Exposure. One of the things that the word of God does is giving us what? Exposure. Biblia inasema neno lako ni nuru. Kwa neno lako watu wanatiwa nuru. Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yetu, inatumulikia kila tunakokwenda. Mtu wa Mungu, ikiwa taa ipo, utaona hela iliyoanguka chini. Yes. Kama kuna mtu alipita gizani, hawezi kuiona. Ni kuhakikishie kwa jina la Yesu, wewe utaona ambavyo rafiki zako ambao hawajaokoka hawajaona. Amen. Kwenye sekta ya kilimo utaona ambacho wengine hawajaona. Amen. Nasema hivi, havijaisha bado. Yes. Sema, kwa neno hili la Bwana nitaona ambavyo wengine hawajaona. Neno la Bwana nitaona vile ambavyo wengine hawajaona. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nitaona ambavyo wengine hawajaona. Nitaona ambavyo wengine hawajaona. What a Sunday morning when your pastor is telling you there is a possibility to see what our friends have not seen. Yes. The word of God is here. It's here. We were at home yesterday night around 6 or 7 hivi. I was planning some things, and see, I wasn't reading Bible. I was meditating, and I was planning things with a friend. Pastor Hans was there. One of the things that we spoke about, we were planning kuwa na ile tuliyoambia economics and business institution, ambayo hii haitakuwa inafundisha vinavyofundishwa chuo. Practical syllabuses, mitaala ya wazi kabisa inayomsaidia mtu, how do I finance my project. Watu wengine wana idea lakini they don't know how to get money. We will have research. We are tuko kwenye kazi sasa hivi, tuna plan. We are still working on actually it's no longer a plan anymore. Tunafanya shughuli moja ya kutengeneza tuna office tuna department tayari ya creatives, and then we are going to have another one department ya research development, research and development department, ambayo hiyo tutawekeza kabisa fedha as a ministry. Tutawatuma watu waende Mbeya kuexplore opportunities zilizoko Mbeya ni zipi, ambazo zipo zimeshaainishwa tayari kiserikali na ambazo watu wanaweza wakaziona. Kwenye kilimo kuna nini? Kwenye uchimbaji wa madini kuna nini? Hivi Songea ina nini cha ziada? Mwanza ina nini cha ziada? Kwani vimeisha vyote? Alafu itarudi hapa itafanya presentation.
Alafu itatuambia watu mlioko kwenye kilimo kuna hili pia. Watu mlioko kwenye masuala ya biashara ya logistics kuna hili pia. Yes. Watu mlioko kwenye biashara ya sijui ya nini kuna hili pia. Why? Biblia haijatuita sisi waumini. Biblia imetuita sisi nuru ya ulimwengu. Amen. Jesus never called his people members of the church. Jesus called his people the light of the world. Yes. Now, kuwa nuru ya ulimwengu sio chemli. The Bible is speaking about women, wanawake ambao walikuwa ni wanawali waliokuwa wanamsubiri bwana harusi. Now, by the picture, bwana harusi pale ni Kristo na wanawali ni kanisa. Akaelezea wanawali 5 wenye busara na wanawali 5 wapumbavu. Biblia haiwaiti wanawali wasio na akili, inawaita wapumbavu. Sema pumbavu. Now, Biblia ikimuita mtu ni mpumbavu maana yake nini? Anasema hivi, busara ya Hawa ilikuwa ni moja. Waliweka mafuta kwenye taa zao wakiwa wanamsubiri bwana harusi. Saa ya bwana harusi ilipofika, taa zao zikaendelea kuwa na mafuta. Hao wengine hawakuwa na akiba ya mafuta kwenye taa zao. Upumbavu wao ni kukosa akiba. Naomba nikwambie, haizungumzie hela hapa. Wala sitaka kwa hii kwamba mchungaji anatukana si ambao hatuna hela. Maana maskini wanawahi sana kuona wanatukana kwenye kila neno. Mwambie inakuwa hata hivyo mimi sio maskini. Sijui mchungaji anamzungumzia nani leo. Maana huko ndani hamna maskini. Haleluya. Amen. Na nisikia anachokisema. Yes. Wanawali wapumbavu, Biblia inasema hawakuwa na akiba ya mafuta. Taa walikuwa nazo. Kwa unaweza ukawa na taa ya wokovu, unaelekea umulikie dunia lakini hauna akiba ya mafuta. What is it that fuel your light? Haya ndio yanaitwa mafuta. Ni nini kinachofanya wewe uonekane unang'aa duniani? Hicho ndio kinaitwa mafuta. Kuna wengine mna ujuzi wa mambo ya IT, hiyo ndio mafuta. Kuna wengine mna ujuzi wa mambo ya kilimo, hiyo ndio mafuta. Kuna wengine mna ujuzi wa mambo ya biashara, hiyo ndio mafuta. I know unatamani kusema mafuta ni upako wa Roho Mtakatifu, sawa. Hata huyo Roho Mtakatifu akija, haji tu kufanya robo shoko. Roho Mtakatifu Biblia inasema he manifests himself in 7 spirit. Ana roho ya hekima, ana roho ya ufahamu, ana roho ya ubora, ana roho ya shauri na uweza, alafu ana roho ya Bwana. There are 7 types of the spirit. There is a spirit of the Lord, there is a spirit of excellence, there is a spirit of understanding, there is a spirit of knowledge, there is a spirit of wisdom, and there is a spirit of what again? Fear of the Lord. Now, these 7 spirits, ziangalie, robo 3 ya hizo roho zina function with the mental faculty. Yes. Ya kwanza wisdom, ya pili excellence, ya 3 understanding, ya 4 knowledge. 4 spirits, they are all functioning on the mental faculties. Yes. Just to help a man to shine. Anasema hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wayaone matendo yenu mema. Neno matendo mema pale sio sketi ndefu. Neno matendo mema pale manake ni kazi njema. In the matter of fact, the Bible speaks so that they may seek your good works, not your good character. Good works. What do you do with the Holy Ghost that has given you? Ni jambo moja kumtaka Mungu akusaidie kwa upako wa Roho Mtakatifu. Naomba nisaidie Bwana. Naomba niwezeshe Bwana. What do you do with the Holy Ghost that God has given you? Pole mtumishi, najua ulikuja ibadani ili utiwe moyo. Mwambie hivyo wewe na Roho Mtakatifu mnafanya gani? Je, ni shakalabo shandalanda? Do you know hata hii shakalabo shandalanda kazi yake kubwa is to equip your mind to grasp the divine understanding. Yes. Na kubwa kuliko zote, kazi ya Mungu iko mbele yetu. Kazi ya Mungu iko mbele yetu. Kila mtu anakujua wewe unavyotamba na nyumba yako ya ibada. Hatuwezi kuendelea kukaa kwenye majengo ya watu. We have to build a gigantic, iconic building in this city.
that will give honor to God. Yes. Unaelewa maana yake? Watu wanasafiri kwenda Mecca. Nikwambie kitu. Somebody built it. Watu wamewekeza. We are going to build a Mecca here. Amen. Now we will put a record that with what we are doing, with my business, nimesimamisha nguzo yangu pale. Hallelujah. Amen. We are going to do great things for God. Yes. That's why you need to be empowered financially. Amen. Hallelujah. Amen. You need to be empowered financially. And Mungu anayo tendency ya kumark maeneo ya ibada. Ibada ibada sio tu mapambio na nyimbo. Ibada ni sacrifice. What will you give if you don't have what to have? The Bible says, what I have, I give you. We give God what we have. Now, if you do not possess whatever that you should possess, you have nothing to give God. Mungu hakuwahi kumuomba Abraham mtoto kabla hana. Ilibidi ampe mtoto ndo amwambie mtoe mwanao. God will never demand from you what you don't have. Abraham kwa tasa miaka yote anatembea na Mungu. For more than 25 years, he has never asked him for anything. Siku zote anatoa ving'ombe, vikondoo, ving'ombe, vikondoo. Ndio alichokuwa nacho. But the minute alipopata mtoto, Mungu akamwambia, give me that. Yes. So God will never ask from you what he has never given you. Sidhani Mungu atakuomba milioni 100 wakati anajua kabisa una 200 na 300. So you desire to give God big, you need to earn big. And he has to help you with his mind to make you earn big. Amen. Mwambie mimi yako sio mchezo. Mungu amejisazia mtu hapa. Mungu amejisazia mtu hapa. Hallelujah. Amen. Tufanyeni mambo makubwa. Halafu tukifanya mambo makubwa, watu wakituuliza mmewezaje, tuwaambie Mungu anatusaidia. Amen. Hii ni akili ya Mungu. Yaani ufanye mavitu watu wakiangalia namna hii, waseme kwa uwekezaji huu, kwa namna hii. Hii ni akili ya Mungu. Mwambie ni yako tena, mlango wa kuingia sio mlango wa kutokea. Inawezekana saa hizi unauza sandals na ndala. Lakini nikwambie kitu kimoja. Mungu anakuandaa kuwa mtu mmoja mwenye kampuni la real estate sio la kawaida. Amen. Nchi hii watu hawajaacha kuzaa. Wanazaa kila siku. Kuna mtu anatakiwa ajenge nyumba Matombo huko Ifakara. Kuna mtu anatakiwa ajenge nyumba huko Mbeya, Tunduma, sijui Chunya. Kuna mtu anatakiwa ajenge nyumba huko. Watu wakawekeze. Yes. Watu wakapangishe. Yes. Soko la real estate ni kama liko Dar tu. Bali liko everywhere. Unaweza ukaamua usikae Dar kabisa, ukaenda kuwekeza kujenzi huko Dar, unakuja tu kunyosha miguu namna hii na kukanyaga maji ya chumvi. Do you know bandari ya Kigoma inajengwa? Kwa uwe na uhakika ikikamilika, mizigo ya kutoka Kongo, Burundi, Rwanda, so easy. Tafsiri yake nini? Kigoma inainuka. Yes. Kama kuna muha, uache kushangaa mjini. Find out something pale Kigoma mjini. Yes. Manake wako wa Kongo, matajiri wa Kongo watatoka kule, wanatafuta mahali pa kulala. Hawapapo. Do you know kupata sehemu ya kulala Tunduma is an issue? Lakini yupo mdali huku, yupo Mfipa huku mjini, anatonoa macho tu. Macho yanafungwa watu wakikosa light. Kazi ya neno la Mungu is to open us our mind na kutuonyesha. Na nikwambia neno la Mungu linachofanya kazi ndogo tu, kukuonyesha all things are possible.
Yesu hakuja tu kuleta wokovu ndani ya roho ya mtu, alikuja kuleta also human development. Hakukuwa na kesi ya mke yoyote wa mtume hata mmoja aliyemfuata Yesu Petro hajaacha chakula nyumbani. We have never read that case. It means these guys were serving lords, walikuwa wanaenda na Yesu kila wanakoenda, na wake zao hawajawahi kulalamika. There is no case kama mke wa Petro alikuwa analalamika. Mungu hafumbagi vitu, hafichi vitu. Angetoa Daudi alipozingua hatukuambiwa. Ayubu mke wake alipolalamika hatukuambiwa. Mke wa Petro angelalamika tungeambiwa pia. Mke wa Petro alikuwa anasafiri na Yesu kila mahali, alikuwa anaacha hela nyumbani. Those guys had fishing companies. Ukitaka kujua walikuwa na fishing company, the Bible says Yesu Kristo alipowapa bili la samaki siku ile, walipokwenda kuvua samaki wakawa wengi, bili la samaki wakaita washirika wao. Neno maana washirika, shareholders. Maana it was not a company, it was not just a fishing boat, it was a company. They had to sell their shares so that they may expand the margin ya uwekezaji kwenye biashara ya samaki. Grow up in a richer place where you say, I think I am better than this. I think I am worth more than this. But for today, let's stay here. So, umeyaona maneno ya Mungu yalivyo, na Mungu akasema amemuumba mwanadamu kwa sura na nini? Na mfano wake. Na kila alichokisema mwanadamu ndivyo ilivyo kuwa. Now let's go to chapter 11 because of time. Kuanzia mstari wa kwanza. Yes sir. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare. Na mtu asome anatega. Tunasoma sura ya 11, sio sura ya kwanza jamani, sio namsingizia ona alikofungua. Sura ya 11 unaitafutaje? Si namba 1 1 2 3. Hii ni 15. Rudi nyuma. 12. 11 iko kwa hapo nyuma sasa. Hii hapa. Anza kusoma. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi yote ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Now, hawajasema au niseme hawajachora, hawajasema tukusanye hela, wamesema na tujijengee mji. So they went straight on the construction and building. Yes. This is what I want you to see. Hawa watu hawakufanya chochote, hawakumobilize chochote, walisema. So it means our speech can mobilize resources. Our speech can call for people. Our speech can make things happen. Please, let's read again that verse. Watu wakasemaje? Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Waliujengaje? Kwa kusema. So to them they think they are planning. To them they think they are just conversating. Mbele za Mungu wanajenga. Yes. Kumbe yale ambayo unasema, si nilisema tu, mbele za Mungu umefanya. Waefeso anasema hivi, yote myafanyayo kwa tendo au kwa neno, yafanyeni kwa jina la Bwana. So kuna mambo ambayo you think they are doable when you do by action. There are things that are doable or you have done by your words. Yes. Muulize yako, ni nini hilo ulilolifanya kwa kusema? Bwana asifiwe. Unaweza ukafanya kitendo cha kuzuia wateja kwa kusema.
Unaweza ukafanya kitendo cha kuzuia fedha isije kwa kusema. Umeifanya fedha isije kwa kusema. Umefanya maisha yako yasiyo na maendeleo kwa kusema. Umefanya umaskini ukae kwenye maisha yako kwa kusema. Hao walianza kujenga kwa kusema. Kwa kusema kwao Mungu akasema hivi, waliloanza kulifanya. Akashuka aone mji waliokuwa na ujenga. And then watch what God is saying. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Namba 1, walikuwa ni taifa moja. Namba 2, ni lugha yao ni moja. Na ndio, na haya walioanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kufanya. God never spoke about money. He spoke about 2 things. Namba 1, taifa lao ni moja. Yes. Namba 2, lugha yao ni moja. Namba 3, walioanza kuyafanya, anasema hivi, hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. So it means hawakuwa wamefanya. Mungu anasema hawatazuiliwa. Kwa nini? Maneno yao wanayoongea inawafanya wasizuiliwe. Yes. Lolote waliloanza kulifanya. Kuna vitu utaanza kuongea kuanzia leo. Amen. Hautazuiliwa lolote ulilopanga kulifanya. Amen. So nataka unoti neno linaloitwa nini? Kusudia. Let's read again now. Bwana akasemaje? Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Tazama watu hawa ni taifa moja. Na lugha yao ni moja. Na lugha yao ni moja. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Kwa haraka kwa tafsiri ya hilo neno, tafsiri nyepesi, maana yake ni kwamba walikuwa hawajafanya bado, lakini wanakusudia kufanya, ila Mungu anasema waliloanza kulifanya. Kwa hiyo mwanzo wa kufanya biashara ikue sio kwa kutafuta masoko, ni kwa kuanza kusema. Kwa tunaanza kusema ndipo tunaanza kufanya. Yes. Na kile tulichokikusudia wakati tunasema, yes, hatutazuiliwa kukifanya. Amen. Najua mimi nimekupa maisha, mtumishi wa Mungu hapo. Sasa ndo nakwambia hivi, kuna saa tunasema na Mungu. Nimekakwambia hivi, nilipokuwa naomba mwanzoni hapa mwa ibada, yale maombi nimekwambia yakate, yale maombi mtumishi yakate. Usimwamini Mariamu na klipu zake. Kata maombi yale ya hifadhi. Akikukatia una neema. Lakini wewe mwenyewe kayasikiliza maombi nilianza kufanya. Tulikuwa tunaongea na nani? Lakini kuna saa hawa watu hawakuongea na Mungu. Hawa watu hawakuongea na Mungu. Hawa watu wa Babeli hawakuongea na Mungu. Biblia inasema wakaambiana, na tutafute matofali badala ya nini? Ya mawe. Mawe. Alafu ya lami badala ya nini? Ya chokaa. Biblia inasemaje juu yao? Next verse. Wakasema. So these people, they were only saying, sir. They were only saying. Yes. They were saying to themselves. They were saying to the things. Yes. They were saying to the land. Na tujijenge mji. Ninaamka asubuhi, naenda kazini kwangu, naanza na wafanya biashara. Naenda kwenye biashara yangu, nasema leo naenda kuuza. Nitauza sana katika jina la Yesu. Nao nilikueleza habari ya mfano ule wa Mama Samia na miaka yake na bibi aliyeko kijijini. Wewe advantage ulionayo, hausemi tu, kila utakalosema unaweka power. Mwingine atakayesema hana power, lakini wewe una power kwa jina la Yesu. That is not a prayer. Anasema lolote mtakalo sema, lolote mtakao uambia mlima huu ng'oka, na usione shaka moyoni mwako. Na kwa nini huoni shaka? Because I've said it in the name of Jesus. Say, I will speak with power. I will speak with power. So tofauti yetu sisi na hao wa mnara wa Babeli, hao walisema without power, and God was able to remove them. Okay. Nimesema na biashara yangu, nasema leo naenda kuuza isivyo kawaida. Leo nitauza sana. Mjifunze. Wakati mwingine amka asubuhi, mpigie rafiki yako simu anayekuelewa. Mwambie, "Aise ndugu yangu, ndo naenda kupiga hela. Ndo naenda kutengeneza hela.
leo nitauza sana, leo nitafanikiwa sana, leo Mungu atanifanikisha mno. Yes. Hilo liloanza kulifanya hautazuiliwa kulifanya. Hilo lilokusudia kulifanya. Yes. Nimekwambia tofauti ya wanadamu wa kawaida na Mungu na sisi ni hii: God meant it. Aliweka moyo wake ndani yake, aliweka kusudio la moyo ndani yake. Mnaelewa nyinyi watumishi? Hebu muulize jirani yako, unamuelewa mchungaji? Amesemaje kama unamuelewa? Hallelujah. All I know, this is what I want to insist. Whatever you say, whatever you speak, it can impact your life positively or negatively. You can completely destroy your life by evil words and stupid words that you say. Or you can raise your life into greater life. Yes. By what you say. So guard your tongue. Guard your mouth. Amen. Be careful on what you say. Amen. Mind your speech. Mind what you are going to speak. Mind what you're going to speak. Because you are a product of your words. Wewe ni matokeo ya maneno yako. Labda niseme hivi. Wewe ni matokeo ya maneno ambayo umetamka, na ni matokeo ya maneno ambayo hujatamka. Kuna neno hujataka kusema, ndio maana umebaki hapo. Yes. Tena leo ngoja tuwaondolee watu wengine matatizo. Wala usitoe wape watu lawama. Nataka nikwambie hivi, wewe ni matokeo ya maneno ambayo hujajitamkia. Wewe ni matokeo ya maneno ambayo umejitamkia, na wewe ni matokeo ya maneno ambayo ulikataa kujitamkia. Kuna watu hamjawahi kusema I am going to be rich. That's why you are struggling. Mwambie jina yako, sawa, una kalipustiki kwenye mdomo, lakini haina maana kama hautakuwa na kusema. Kaka, kama umekaa na dada, mwambie una kalipustiki kwenye mdomo, lakini hakana maana kama una cha kusema. Haya, mgeukie huyo blaza, mwambie najua una udevu. Haina maana kama una cha kusema. Kinywa chako sio kitunza meno. Mwambie nako mdomo sio kitunza meno. Nakaja kusema na nyinyi wengine, mdomo sio kwa ajili ya kugusia. Kuna wale watu ambao mnagawa mabusu bure bure kwenye mitandao ya kijamii. Kila picha unayopiga, acha ujinga, sema. Use your mouth to speak. Wewe unabusu watu ambao hawana habari na wewe. If you would spend enough time to talk, you will change your life by your words more than the way you think. You need somebody else to help you. Your mouth is your destiny helper before any person. Yes. You are looking around for God to give you destiny helpers. Your mouth is your destiny helper. Amen. In the matter of fact, your mouth can say where you will end. Mdomo wako utakufikisha ikulu ukitaka. Mdomo wako utakufikisha mwambani ukitaka. Mdomo wako utakufikisha kwenye bahari ukitaka. Mdomo wako utakufikisha chini ya ardhi ukitaka. Mdomo wako utakuweka juu ya mwamba ukitaka. Mdomo wako utakuweka chini ya mwamba ukitaka. Mdomo wako utakupandisha kwenye miti ukitaka. Mdomo wako utakunyongesha ukitaka. Mdomo wako utakupandisha ndege ukitaka. Mdomo wako utakufanya uingie kwa watu heshima ukitaka. Yes. Mdomo wako utakufanya ukae kwenye meza za watu wa maana ukitaka. Amen. Mwambie yako wewe ni matokeo ya maneno ambayo umesema na ambayo umeamua kuto kuyasema.
Hujawahi kusema wewe kwamba hutadaiwa. Hujawahi kusema wewe kwamba hutakuwa mgonjwa. Hujawahi kusema wewe kwamba hutaona hasara kwenye biashara yako. Kuna maneno hujawahi kusema. Endelea kusinzia hivyo hivyo, jifanye wewe una usingizi peke yako nchi nzima. Nakwambia mimi. Bwana asifiwe. Nani anaelewa ninachokisema hapa? Let's brush again chapter 11 Genesis. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja, ikawa watu waliposafiri. Now, juzi niliwaambia anaposema lugha moja na usemi mmoja, he simply means you maintain your speech. Yes. Lugha yako ni hii Moja. Sitakuwa maskini. Lugha moja na usemi wako ni huu Moja. I cannot fail. Fail. December walikusikia unasema I cannot fail. January I cannot fail. February I cannot fail. Monday I cannot fail. Tuesday I cannot fail. Usemi huu moja. Lugha hii moja. Sio unachanganya mambo. Mara leo yani kwa kweli sienda kuwaje. Mama we, kwisha mimi kwisha. Kesho na yaweza mambo yote katika yeye nitie nguvu. Na yaweza. Unachanganya hadi viumbe. Wewe waza Mungu angesema nchi itoe majani. Anasema kesho anasema nchi itoe upepo. Wewe ungekuwa nchi ungetoa nini sasa? This is the reason why universe react wrongly to some people. Mind you, nimekwambia kuna saa ya kusema na Mungu na kuna saa ya kuingia kama Mungu, kusema na vitu, kusema na watu. Yes. Na hapo ndipo wachawi na washirikina walipowapiga watoto wa Mungu. Washirikina waongei na Mungu. They are concentrating talking to things. Wanachukua njiwa, wanamwambia ewe njiwa, peleka salamu. Washirikina wanachukua maji, wanaongea nayo. Maji sikia 1 2 3 4 5. Washirikina wanachukua mawe, wanayaambia mawe. Wanachukua mayai sikia, ndoa yake huyu ikawe kama itakavyokuwa yai hili. Baada ya kulitandika chini, anaenda kwenye njia panda. Mtumishi wa Mungu, ukiunganisha ile yai, ndoa yako inaungana. Sasa aliyetamkiwa hayo na mshirikina hana habari, hajui. Nimekwambia kuna watu wanatuchukia hatuwajui. Unaweza kama umebatuliwa miai huko, una habari na huko sasa hivi, yani mimi hali yangu sijui ikoje. Na ni kweli unajua pastor amesema tuseme, lakini hata ukisema kimoyomoyo, je, aliyekutamkia wewe vitu vyako viparaganyuke hajasema kimoyomoyo? Kashika yai, kapasua narudia tena, wewe ni matokeo ya maneno ambayo umesema na maneno ambayo umekataa kujisemea. Na mwana mkafu kama muogo wa ugali wa muogo. Kataa vizuri sana. Sema kuna mambo kwenye maisha yangu hayatanitokea. Mfano, sitakuwa na hasara kwenye maisha yangu. Sitakuwa na divorce ya ndoa. Sitakuwa na changamoto ya afya. Sitalazwa kwenye hospitalini. Kansa sio sehemu yangu. HIV sio sehemu yangu. Umaskini sio sehemu yangu. Sitawaona watoto wangu wakiharibikiwa. Haya ni mambo ambayo hayatanitokea. Sina hasara kwenye maisha. Sina umasikini. Sitaingia gerezani kwa jina la Yesu. Sitafungwa polisi. Sina kesi yoyote mahakamani kwa jina la Yesu. Mambo yangu yatakuwa mema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wema. Unasubiri wakubabatize mkesi, uingie gerezani ndio uanze kutuma wa ndugu zako, jamani muombeeni mama Ana nini yuko gerezani. Unaanza baba tunaombea roho ya kutoka gerezani toka. No, haya ni maneno ya kawaida. Ni maneno ya kawaida. Unaamka tu asubuhi, you just wake up, unalokutana nalo kitani kwako ndio hilo. I will never go to jail. I cannot be taken to jail. I will never have a case in the court itakayoniletea hasara. If I am in the court, I am a winner. What are you waiting for?
Mwingine sasa mimi niombeaje mama? Nizungumzaje mambo ya ndoa na hata mchumba sina? Omba mtu wa Mungu. Fanya kazi na maneno yako vizuri. Usije ukaolewa na mwanaume wiki 2 baadaye yuko gerezani na kazi ya kumtembelea tu gerezani. Listen to me. Unawasikia wanadamu kila siku hivi, watu hatuijui kesho, hatuijui kesho. Kwa kuwa hatuijui kesho, tengeneza kesho unayoitaka. Mungu ametupa chance kwa midomo yetu kutengeneza kesho unayoitaka. Baba anasema hawa walioanza kulifanya na walilokusudia kulifanya hawatazuiliwa. Hawatazuiliwa. Nimekusudia nitakuwa tajiri sana, hawatanizuia. Nimekusudia nitakuwa tajiri sana kwenye nchi hii, hawatanizuia. By 2017 wakihesabu vijana waliofanikiwa under 40, my name will be there. I'll be on the list. Nimeponya sana. Namba 3 pale. Yes. Hallelujah. Amen. Say, I will never fail in this life. I will never fail in this life. I will never be poor. I will never be poor. Jail will not be my place. Jail will never be my place. Gereza itakuwa sehemu yangu. Gereza itakuwa. Sitaingia gereza la kiroho. Sitaingia wala gereza la kimwili. Wala gereza la kimwili. Umeona ile picha jana mheshimiwa rais anaongea na yule ndugu. Sasa mimi nimesingiziwa hii kesi. Unaweza ukasingiziwa kitu. Sikiliza. Mtu anaweza akakufanyia tukio la kichawi, apate mtu akumsingizia, ampeleke gerezani, akafungwe, kesi ya kulawiti, kesi ya kubaka. Binti ana miaka 26 yuko gerezani, amefungwa kifungo cha miaka 30. What's the difference? Wewe una miaka 26 mbona? Mbona una miaka 28? Mbona una miaka 30? Mbona una 40? Same age. Masiara hivi yuko ndani for 30 years. You are waiting muingie ndio uanze kuomba navunja na haribu. Too late. We say now. Hapa sasa hizi una nafasi ya kusikiliza, una nafasi ya kuomba. Tukiwaambia jamani tunafunga siku 70, wanajua kwa haraka juu. Unaonekana kama wajinga, kama yani walokole bwana. Yani maombi tu. Subiri mpaka vitakapopelekwa gerezani vianze kutumia simu. Naomba jamani mniambie package na kwa mchungaji wako. Vikitoka nje. They will only despise our God until they be in the place. We shouldn't wait for that. We should never wait for that problem. Usisubirie hiyo shida. Usisubirie umesingiziwa kesi kazini. Sema historia ya maisha yangu haitakuwa na hiyo story. Historia ya maisha yangu haitakuwa na. Kwenye mwendo wa maisha yangu. Nimefuta. Sina kesi ya kusingiziwa. Nimefuta. Sina changamoto ya afya. Nimefuta. Sitafukuzwa kazi. Nimefuta. Haipo, nimeng'oa kwa jina Yesu. Nimeng'oa kwa jina Yesu. Sema hayo sio matunda yangu. Yesu amesema. Ufanyeni mti kuwa mzuri. Matunda yake yatakuwa mazuri. Huu ndio mti wangu. Huu ndio mti mimi. Nikazaa matunda mazuri. Sina kesi ya kubaka. Sina kesi ya kusingiziwa. Sina kesi ya kuiba. Sina kesi ya kudhulumu. Sina kesi ya kuua. Kwa jina la Yesu sitaingia jela. Kwa jina la Yesu sitashikiliwa vitu vyangu. Akaunti zangu hazitafungwa. Sitaambiwa na shida yoyote. Kwa jina la Yesu sina shida na nchi hii. Sina shida na serikali hii. Serikali ya nchi hii, it will favor me. It will favor me from the top leadership to the minor leadership. In the name of Jesus, to the bottom leadership, they will favor me. They will favor me. Kwa jina la Yesu, they will favor me. Kwa jina la Yesu, watoto wangu hawatakuwa na historia ya mama aliyeko jela, ya baba aliyeko jela. Baba nakataa kwa jina la Yesu. Hiyo sio historia yangu. Historia yangu itakuwa, watoto wangu watahadithia na kusema baba yetu amefanikiwa, mama yetu amefanikiwa. Kwa jina la Yesu ninayo afya njema. Watoto wangu hawatanizika. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu.
Wala mimi sitazika watoto. Sitazika watoto. Nitakuwa nikiwaona. Nitakuwa nikiwaona. Kwa jina la Yesu. Sitazika watoto wangu. Sitazika watoto wangu. Kwa jina la Yesu. Sitafeli maisha. Sitafeli shule. Sitafeli biashara. Haya niliyoanza kuyasema nitayafanya. Na haya niliyokusudia sitazuiliwa. Sitazuiliwa kufanikiwa. Sitazuiliwa kufanikiwa. Sitazuiliwa kuendelea. Sitazuiliwa baraka. Sitazuiliwa mema. Kwa jina la Yesu. Nazaa matunda mema. Nazaa matunda mema. Kazi yangu inazaa. Sina biashara tasa. Sina biashara tasa. Sina biashara tasa. Sina ndoa tasa. Sina kazi sasa. Sina ubongo tasa. Sina akili tasa. Akili yangu inazaa. Kwa jina la Yesu. Sina kupoteza muda. Sina vikao vya kupoteza muda. Kila maongezi yangu yanazaa faida. Yanazaa faida. Kila kikao faida. Kila kikao faida. Kila nitakaye kuna naye faida. Wiki hii inayoanza kwa jina la Yesu. Kwangu ni wiki ya neema. Naiona neema. Watu wananipa mkono wa shirika. Kila nitakaye kutana naye anasikia raha kunisaidia. Anauliza namna ya kunisaidia. Napokea msaada. Napokea msaada kwa watu nisiowajua na wasionijua kwa jina la Yesu. Maana Baba ulisema kwa neno lako taifa lisilojua litanitumikia. Kwa jina la Yesu. Kwenye njia yangu yameandaliwa mema. Sina hasara. Yameandaliwa mema. Naiona faida tu. Naona ongezeko tu. Naona kuinuka tu. Sioni kukwama. Sioni kukwama. Nikiangalia ule mradi sioni kushindwa. Fedha yake imepatikana 100%. Fedha yake imepatikana. Investment 100%. Kwa jina la Yesu. Ninayo akili bora ya kuendesha miradi yangu. Haya sema. Hayo sio maombi. Hayo ni maneno ya uumbaji. Sema. Kila alichokisema Mungu alikiona. Kila alichokisema alikiona. Kila alichokisema alikiona. Hii biashara inakuwa na wateja. Mungu alisema maji yajawe viumbe. Nami nasema biashara ijawe wateja. Ijawe client. Watu watataka kufanya kazi na mimi. Naona shehena za meli zinakuja kwenye bandari yangu. Zinakuja kwenye bahari yangu. Zinakuja kwenye maisha yangu. Makontena ya watu yanakuja kwenye maisha yangu. Watu wananitafuta kufanya kazi na mimi. Sioni kukaukiwa. Naona ongezeko. Naona faida. Naona kukua. Miradi yangu inaongezeka. Biashara yangu inakuwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninalolisema limekuwa. Tetolitatate. Hey kapa, hey kakade. Naona utele tidikapa line kotaya line makato like zotaba lapakatata riteketota indapakata lapakatota utele tu. Sitakuja kufungua akaunti yangu iko sifuri kwa jina la Yesu. Overflow finance. Naona overflow ya finance. Naona overflow ya finance. Overflow ya wateja. Overflow ya watu. Overflow ya kazi. Overflow ya afya. Kazi hii inakuwa. Huduma hii inakuwa katika jina la Yesu. Utumishi wangu unaenda mbali. Unagusa watu wengi zaidi kwa jina la Yesu. Watu wamenifungulia mioyo yao ili kuhubiri kwenye mioyo yao. Watu wamenifungulia injili yangu moyo wao kwa jina la Yesu. Huu ndio ukiri wangu kama mtumishi wako. Ninasema kwa jina la Yesu. Wamenifungulia mioyo kama Paulo alivyoomba, tufungulieni mioyo yenu. Tufungulieni mioyo yenu. Baba wamenifungulia mioyo. Nchi hii imenifungulia mioyo. Uganda imenifungulia moyo wake. Mwanza imenifungulia moyo wake. Nairobi imenifungulia moyo wake. Katika jina la Yesu. Nchi imenifungulia moyo. Watu wamenifungulia mioyo yao. Wameiona neema yangu. Wameiona neema yangu. Nguzo za watu wamenipa mkono wa shirika. Wamenipa mkono wa shirika. Wamenipa mkono wa shirika. Nimepokea mkono wa shirika
kama alivyopokea Paulo kwa mkono wa Epafrodito. Wamekuja watu na fedha yao, wamenipa fedha yao, wamekuja na fedha yao, wamenifuata watu na fedha yao, wamenifuata watu na vipawa vyao, wamenifuata watu na mali zao. Neno lako linasema watu hujitoa siku ya uweza wa Bwana. Watu wamejitoa kwa ajili yangu, watu wamejitoa kwa ajili yangu. Ninao watu wa kunisaidia kwenye hilo ofisi, nao watu watakao beba jambo langu kama la kwao. Wamebeba jambo langu kama la kwao, wamenichukua mimi, wameniadapti mimi. Viongozi wamenichukua, wameniadapti mimi kama mtoto wao. Kwa jina la Yesu nimepata kibali moyoni mwao, nina kibali kwenye mioyo yao, nina kibali kwenye mioyo yao. Wakifanya jambo langu wataona wanafanya la kwao, kwa jina la Yesu. Hey, kabara zukutu pakata lepuku tukuzia pelipi tukudia lituku pakata lunduku zukuti zekete peleta hitukuzideba lapaka tukuzudu. Wewe ni matokeo hayo maneno. Usiongee kinyonge, maanisha ndani ya moyo wako. Let it come from your heart. Wamenivuta mbele, wamenivuta wenye ukuu, wamenivuta wenye heshima, wamenivuta wenye utajiri. Nimeona wameniita kwenye meza zao kama vile ilivyo chumvi. Neno lako limeniita mimi ni chumvi, haiwezi kukosekana kwenye meza. Ikikosekana kwenye meza utaikuta jikoni wanakopika mambo yao. Wameniweka, wameniita kwenye meza zao wanazokula, wameniita, nimekaa kwenye meza zao na kula pamoja nao, nimekaa jikoni kwao wanakopika vitu vyao. Wameniita mshirika wao, wameniita rafiki yao, wameniita partner wao, wameniita ndugu yao, wameniita familia yao. Yes, yes. Hiyo ndio habari yangu. La balako zikitole intepele kuzitila lepele kuzukutile lepele kuzukuta linda pakalatuza lepele kuzukuti lepele kuzukuta intepalakatuza lepele kuzukuta ratapakalata. Mimi ni mbarikiwa, ratapakota. Mimi nimebarikiwa, mimi nimebarikiwa, mimi nimebarikiwa, mimi nimebarikiwa. Kila linalompata aliyebarikiwa linanipata mimi. Aliyebarikiwa anafananaje? Watanionyeshea mimi. Wakiulizana aliyebarikiwa na Mungu anafananaje, wataniona mimi. Mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa. Foreign trade is coming to me. Foreign money is coming on my direction. Foreign exchange, foreign money, foreign aid, foreign grants, in the name of Jesus. Shalabaris lebrete rate paredi retoze etebere lotoze letekote lepakoto lepakato ratapa labalakoto libretosa landa pakato labarata litakasota rade into palada ratopari lobrotosoto randomo ketoratiba rando katozadaba randapata labarato lebrondokoto rekopato randoba lekotokoto ikota librekoto ratopokote lendoba landabakoto retepe lendokete labrode zondopelete lototia lebreketo labrondokoto zendeba katozoto ratapakato ratapokote rendopeketo ledeba interperedeba lebrede lokoteteba ratepako lindebekede. I'll be the head and not the tail. I will not fail. Paradiso Jendibreke Rokotozokoto Radobokoto Libronedio Lebrodido. Usibakishe neno, sema yote, sema yote. Whatever that comes in your heart, say it out. Say it out with boldness, with confidence. I am smart. I can do this. I am great. I can do this. I am intelligent. I can do this.
I am smart, so wise, so knowledgeable, so intelligent. Yes, I am. Kila taarifa nayohitaji ananifikia. Kila maarifa nayohitaji ananifikia. Nikielekezwa naelewa haraka. Nikisoma naelewa haraka. Whatever information I need comes to me. I'm exposed. I'm exposed to right information. I'm exposed. I attract right information. I pull right information. I pull right people. Yes. La tokizitiba, la tekozitiba, la pakato, ratapakatoya, randi pakotuzi, zeketeleba, la tepaketo, ratokozideba, rendi pakoto, zelika latozo, zataba la tapalaba, elebretokoto, la brate pakota, ratepeketo. Listen to this. Paradise. Listen to this. Wewe ni matokeo sio tu ya maneno uliotamkiwa au uliotamka, ni matokeo pia ya maneno uliochagua kutokusema. I will give a story and then I will teach that story on the second service. So with your time ukirudi nyumbani you'll check it, because tunafuturu sisi saa 11 leo. Usije ukaenda kufuturu saa hizi, mfungo wako utapoteza maana. Listen to this. There is a man in the Bible called Isaiah. And there is another guy called Hezekiah. Biblia inasema Hezekia akaugua, akapata ugonjwa unaotakiwa kumuua. Then Mungu akamtuma Isaya nabii, akamwambia Hezekia. Mungu anamwelekeza Isaya cha kumwambia Hezekia. Anamwambia hivi, mwambie Hezekia, aliyemtuma Isaya ni nani? Mungu. Understand, it is God. Yes. God. Anamwambia, mwambie Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa kuwa hauponi, unakufa. Kwa hiyo tayari neno la mauti limeagizwa. Na uone Mungu alivyo, hakuui mpaka mwanadamu mwenzako amesema. Because why should God send Isaiah if he has power to kill? It means the power to kill is in the tongues of men. Nobody can kill you. Amen. Wakikwambia nitakuambia sifi, utakufa wewe. Then you know what happened? Isaiah went to Hezekiah, akamwambia, baba mfalme, tengeneza mambo ya nyumba yako, wewe unakufa, hii ngoma huponi, hutoboi. Hezekia angeweza kusema hivi, hata hivyo naumwa sana. Wewe ni matokeo ya maneno ambayo umekataa kuyasema. Imagine Hezekia angenyamaza kimya. Angeamua kusema hivi, mimi ni mkimya, ngoja nyamaza tu. Alitakalo Bwana alifanya. Mimi sitaki alitakalo, mimi nalo litaka. Amen. Nataka hela. Yes. Nataka breakthrough. Amen. Nataka kuinuka. Amen. Nataka kupenya. Amen. Nataka kuwa kichwa. Amen. Nataka kuwa genius. Amen. Hezekia angenyamaza akasema hivi, ni Mungu, mimi nanyenyekea kwako Bwana, angekufa. Hezekia, Biblia inasema akageuka ukutani. You know what? Hakuhitaji kumsemesha Isaya, hakuhitaji kumbishia Isaya. He knew exactly Isaiah is a true prophet. Huyu jamaa hawezi kuwa ametunga hili neno. Akamgeukia Mungu, akamwambia, tizama, yote niliyokufanyia, alafu unaniacha mimi hivi sifi. Kakataa. Biblia inasema Mungu akamrudisha tena Isaya. Naomba nikwambie, kwa maneno yako yoyote aliyeondoka anarudishwa. Amen. Sema, kila aliye na chema changu, kila aliye na chema changu, I call them back. I call them back. You are coming back. You are coming back. Nikupe taarifa. Hata kama amekufa, hata kama ameonekana hajulikani alipo, nikupe taarifa, God can raise another person in that. Listen, Mungu anaweza kumuinua mtu yule yule aliye bora kuliko hata yule aliyeondoka ndani ya mtu mwingine. Yes. Alafu akaja kusema, wow, ananitreat kama alivyokuwa ananitreat yule, ila huyu ni bora zaidi. Amen. Ayubu alipopoteza watoto 7,
Mungu akampa watoto 7, akamuongezea wengine 7. Maana yake he got whatever he lost double. Maana yake whatever I will get now, yoyote aliondoka maishani mwangu, nitampata mwenye double impact. Amen. Kama ni mzuri atakuja with the double beauty. Amen. Kama alikuwa na hela atakuja with the double finance. Amen. Whatever you lost, I speak as a prophet. Yes. Receive it in a double portion. I receive. Tell your neighbor, mwambie neighbor, if you are not going to speak, whatever will happen will happen. Mwambie wewe ni matokeo ya kutokusema. Yani hapo ulipo leo umefikia hapo kwa sababu kuna vitu hukuwahi kusema. Weka vipimo mwanangu, jifunze kuweka vipimo. Kwamba before 30 I have my 2 house. Amen. Jifunze kuweka vipimo. Yes. Before 40 nitakuwa nikisomwa. Isaya akarudi akamwambia Hezekia, Mungu amesema amekuongezea 15. Unajua Hezekia angeweza kusema hivi 15 hainitoshi. Kamwambie nataka 30. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. How far you speak is how far you are gonna get. Kuna saa tunaongea na Mungu kama maombi, lakini kuna saa tunaongea na vitu, tunaongea na anga, tunaongea na watu. Unamwangalia mtu namna hii, umeenda kwenye ofisi, moyoni mwako na kinywani mwako kimya kimya unasema huyu. Kwenye ile ofisi si umjui mtu. Nazungumza na wewe unaenda kwenye ile ofisi kesho kuulizia jambo fulani. Si umjui mtu. Utakaye mshika mkono wa kwanza, moyoni mwako anambia tena wewe ndo baraka yangu hapa. Amen. Unamsalimia, njoo msalimia. Aseza leo bwana. Unaendeleaje ndugu yangu? Bwana wewe ndo utakuwa baraka yangu leo. Nimekuja hapa bwana Nejo. Yeye anajua umemwambia tu kineno. Yes. Kumbe ndani ya moyo wako umemtupia tayari. Yes. Jifunze kuwatupia watu majini mazuri. Umemshika mkono mna hii, anakuja, njoo na wewe nikushike mkono hapa. Anasema, "Bwana habari za leo bwana. Unaendeleaje ndugu yangu?" Asema, "Bwana nimekuja kwenye ofisi yenu tena bwana nimekuona wewe ndugu yangu. Wewe ndio utakuwa baraka yangu hapa." Yeye anajua ni maneno tu ya kawaida ya Kiswahili. Kumbe wewe umefundishwa Jumapili ushapangwa. Ukimwambia ni baraka yangu, atahangaika na jambo lako mpaka limeisha. Amen. So tunaweza tukaamua kuwaita watu baraka yetu. Yes. Unaweza kumsalimia mtu, unamsalimia, unaongea naye, unaambia aisewe ndo hela yangu. Hata kama hatakupa yeye cash, he will connect or she will connect you with the place where you get money. Amen. I pray for you, kila utakaye shake hand naye kesho, Yes. you are shaking hand with your money. Amen. My sisters, akina Kisha na watu wengine mnaofanya content creation, because this time hiyo nayo ni product. As you are doing your product, unachukua video pale, unasema kila atakayeitizama, huyu ni hela yangu. Amen. Listen to me. You are not giving us a show. You are in a business there. You are not just giving us a show. Maanisha. Pray for that clip before you post it. Pray for it. Before you post it, pray for it. Ninapoiposti clip hii, kila atakayeitizama ni hela yangu. Kama hata nitumia yeye hela, kama hata nunua yeye bidhaa, ataituma kwa mtu atakayenunua bidhaa. Hatuna muda wa kupoteza. Mambo ni mengi, wakati ni mchache, umri unakwenda. Mambo ya kuzeeka huna hela sio mazuri. Yes. Mwambie jina yako ukichelewa kufanikiwa unakuwa na uchungu. Utakuja kununua gari ukiwa mtu mzima hapa, apande tu mtu, vua viatu. Magari ya ujanani yana raha, hata mtoto wako kichana siti usumbui. Mambo ya kununua sijui Prado una miaka 60 ndio yeye unaambia watu vua viatu, osha miguu.
Mambo ya kununua gari utu uzimani ndio nini? Unanunua gari huoni, macho una kazi That will not be a story in the name of Jesus. Amen. Sema sitachelewa kufanikiwa. Sitachelewa kufanikiwa. Mapema sana mwaka huu, mapema sana. Mapema sana. Mwambie ndo strange favor hii. Hii strange favor inakuja na nyumba, inakuja na gari, inakuja na wateja, inakuja na biashara, inakuja na watu, inakuja na fursa. Kuna wengine inakuja na kandoa. Hallelujah. Say my story is different. My story is different. Hallelujah. Amen. Anasema kila neno lisilo maana watakalonena wanadamu watalitolea hesabu siku ya hukumu. Kwa hiyo siku watu wanafanya maamuzi juu yako. Yes. Wanafanya maamuzi juu yako, tumpe tenda tusimpe tenda. Unatakiwa kuhukumiwa pale. Wanakuta ulishasema, maneno alishakaa kwenye anga kwamba napata, sitakosa, sitakataliwa. Yaani inakuwa ni rahisi. Unasikia mtu anakuambia jambo lako limekuwa rahisi kweli. Alikuja mwingine hapa. Yaani tumehangaika. Hujasikia hizo story? Yaani jambo lenu si rahisi kweli, nyinyi mna Mungu. Yaani jambo lenu limekuwa jepesi kweli. Unajua kutana na hizo situation mzee. Mtu anamwambia kaka, kaka wewe una Mungu. Hii jambo lako limekuwa jepesi. Alikuja mtu hapa bwana, tumestruggle. Yes. Kwenye ya kwangu yatakuwa mepesi. Amen. Sema always njia itapatikana when it comes to my matter. Always njia itapatikana when it comes to. There will be no in my project. There will be no in my project. Kwenye kila kikao atakapojadili jambo langu litaenda kwa wepesi. Linaenda kwa wepesi. Kesi yangu inaenda kwa wepesi. Issue yangu inaenda kwa wepesi. Anasema kwa maana kwa maneno yako utahesabiwa haki. Yes. Na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo kwa maneno yako ile kazi imepatikana. Amen. Kwa maneno yako hutaona hasara. Amen. Hebu sema maneno mawili yanayokwenda kutokea kwako wiki hii. Ni hesabia au tufanye matano. La kwanza. La pili. La tatu. La nne. Kuna wengine wameshaishiwa, maskini ya Mungu. Mimi nina maneno kama 1048 hivi. Nikupe matano ya kwangu ya haraka. Wiki hii kwanza kabisa nitatafuta na watu wa maana. Tu wapumbavu watu watanitafuta. Kila mpumbavu akijaribu kunitafuta, unreachable. Simu yangu itaingia kwenye shida ya mtandao. Kila mpumbavu anapotaka kunipigia, sitapatikana mbele ya mjinga yoyote. Watu wa maana tu. Kila mwenye hela yangu atanitafuta na atanipata na atanipa hiyo hela. Cha nne, cha tatu, nitaelezewa fursa tu. Nitakutana na watu watakao niambia opportunities za mji, opportunities za nchi tu basi. Na kila opportunity nitakayoambiwa nitaweza kuifanya. Hakuna mtu nitakayemtafuta kwa ajili ya kunisaidia jambo atakosekana. Kila ninayemhitaji kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya project yangu anapatikana. Matano, nauza sana wiki hii. Nafanikiwa sana wiki hii. Naendelea sana wiki hii. La sita, mimi na watoto bwana. Sina kesi ya mtoto wangu kuugua. Sina issue ya mtoto wangu kuwa mjinga. Kila mtoto wangu ni kichwa na sio mkia. Wanakimbiza kama baba yao ninavyokimbiza. Kuhusu fedha yangu, namshukuru Mungu. Wiki hii akaunti yangu itakuwa na fedha zisizo za idadi. Sitaishiwa wiki hii. Sitakuwa na shida kabisa. 8, roho yangu itampenda Mungu zaidi. Mungu atanisemesha sana. Nitakaa kwenye mafunuo yasiyo ya kawaida. Kila atakayenisikia atasema, yeah, God is talking, God is talking. Ni vile tu muda umekwenda. Nikukwambia na mengine. You understand? Yes. You wake up in the morning ambia hii siku hii. Acha kukariri kwamba siku ni hii uliyofanya Bwana na safari na kushangilia. Thank you Jesus. Naona mwanga tu wiki hii. Naona baraka tu wiki hii. Asante kwa Jumatatu hii. Oh hallelujah. Tuko kwenye mfungo, nitakuwa na nguvu mpaka jioni.
Sitakuwa na shida ya njaa kama tamaa. Kama naweza kukishinda chakula, nitashinda magonjwa, nitashinda zinaa, nitashinda mateso, nitashinda. Sio kila kitu wewe. Nisikilize. Dukani wateja hawajaja, hauwaoni bado, ndio muda wa kuongea. Sema mpaka usikie hodi. Amen. Mtumishi, sasa kuna kuchoka. Choka. Mmenielewa watumishi wa Mungu? Yes. Naomba niwape taarifa. Sisi hatuko shamba. Kaka, sisi hatuko shamba. Sisi tuko town. Usikae dukani kuanzia asubuhi mpaka jioni eti kakigezo kwamba sioni mteja afu mbweteka. Kuna shangazi yako yuko kijijini, anaenda asubuhi, analima mpaka saa 7 mchana, analima, anangolea. Hakuna kupumzika. Wewe umekaa tu dukani pale unakaza kusinzia tu nyaye. Nzi mpaka unaingia kwenye mdomo. Na wewe kufanya pale kama shamba, fanya kama kazi. Hawajaja watu dukani wakuone watu kwa nje wanapita unazunguka mle ndani. Katika jina la Yesu, bidhaa hizi zinahusika. Fanya kama kazi. Shetani hapendi shida. Atakuletea wateja tu ili unyamaze kuomba. Umebweteka ndo maana unakaa naye. Hivi unaotaje unakimbizwa dukani kwako? Piga matamko pale nyumbani mpaka shetani akupe kazi. Yeye ndo akutafutie kazi, ataka kufanya kuwa busy. Hapendi shida. Sitakuwa na hasara wiki hii, sitakuwa na hasara. Mimi maisha yangu yamefanikiwa. Mungu umesema kwenye neno lako, walipoambiana niko ni kazi walicho na ulisema kila walilokusudia hawatazuiliwa kulifanya. Mimi sizuiliwi wiki hii kwa lolote. That's how we do. Ngapi mbarikiwa siku ya leo? Amen. Kama umekuja na fungu la 10 na limbuko lako, njoo nalo mbele. Asante Yesu kwa siku ya leo. What a day. Have you learned something today? Are you going to be better? Are you going to be better? Nyanyua sadaka yako juu. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Sioni aliye maskini hapa. Sioni aliye mnyonge hapa. Amen. Nami kama mtumishi wako ninachukua sadaka zao mbele zako kwa ujasiri. Amen. Kwa kuwa hao umewabariki. Amen. Hakutakuwa na hasara kwenye mikono yao. Amen. Mikono hii haitakuwa dhaifu kupoteza. Amen. Kila mtu atakuwa na kitu cha kusema, Mungu umenibariki. Amen. Ninaachilia baraka ya ongezeko kwenye kazi zao. Amen. Kwa kuwa Mungu ametenga cha kwako akakupa sehemu ya 10 na malimbuko yao. Yes. Mungu ukatenge vya kwao wasichukue watu wengine. Amen. Vya kwao wakale wao. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Receive a blessing now. I receive. Amen. Weka sadaka yako kwenye madhabahu. Asante Yesu. Wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao na njia ya radio, namba zetu za sadaka ziko kwenye hiyo screen yako. Unatuma kama ni fungu la 10 limbuko lako, unatuma tu, alafu unatumia na message unasema nimetuma fungu la 10 au nimetuma limbuko langu, so that we can know how to separate, kwa sababu hizi sadaka zinaenda kwa matumizi tofauti. Sadaka ya limbuko na fungu la 10 ina matumizi yake, na sadaka ya kawaida ya ibada ina matumizi yake. Kumbuka tunaendelea na mfungo wetu wa siku 70 kuanzia siku ya kesho, na kesho ni siku yetu ya 8, na tunaangia juma la pili. Juma la kwanza limeshaondoka, hivyo mtumishi wa Bwana jipigie makofi. Hallelujah. Juma la kwanza limeshaondoka, limeyoyoma tunasema mjini. Sasa tunaingia juma la pili. Bwana asifiwe sana. Juma la pili ambalo tunaanza siku ya kesho ni juma la neema. I'll teach you about grace. Lakini nitamuuliza pia Mungu nione kuna kitu kingine alikuwa amekusudia tufundishe juma la pili. Mimi nimesikia tu raha, nimesema tutakufundisha neema. Bless you. Amen. It's very important. Mwambie jina yako, mimi natiwa nguvu, mimi nakuwa. This thing is really energizing us. Now, simama juu. Kama umekuja na fungu la 10 au limbuko lako, make sure inakaa kwenye madhabahu. Make sure inakaa kwenye madhabahu. Kama umesha kwenye kapu hamna shida. Make sure inakaa kwenye madhabahu.
Nyanyua mikono yako juu. Mungu Baba wa utukufu, nakushukuru kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako zisizopungua. Asante kwa neno lako siku ya leo. Tumekula, tumeshiba, roho zetu zimefanikiwa. Katupe neema ya kucheua katika jina la Yesu, na katupe neema ya kukumbuka ulichotufundisha, na kutupa neema ya ukiri. Tupe boldness ya kutamka, jasiri wa kunena, jasiri wa kutamka. Ondoa hofu mioyoni mwetu ili tukitamka tukaone matokeo tunachokisema. Sasa Mungu, ninaachilia baraka kwa watoto wako. Mungu akubarikie na kukulinda. Yeye akuangazie nuru ya uso wake akufadhili. Akuinulie uso wake akupe amani. Usichoke, usipungukiwe. Katika jina la Yesu usikwame. Nenda ukikumbuka wewe ni matokeo ya yale unayosema na yale usiyoyasema. Kwa hiyo Mungu akupe usemi na kauli thabiti. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nitawapa kinywa na hekima ambacho hakuna mpinzani wenu anaweza kukishinda. Ninaweka kinywani mwako kinywa na hekima. Akupe kauli thabiti. Akupe kinywa na hekima. Ukiongea lolote mbele za watu kwa namna yoyote, people will hear you. People will say yes to your proposal. Whatever proposition you are going to pitch before people, whatever negotiation you are going to say, it will turn for your favor. This is my blessing to you. You are covered. You are protected. You are loved. Mungu akuinulie watu wa kukupenda. Akuinulie watu watakao kubebea mizigo. Akuinulie watu watakao push jambo lako. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. I love you so much. See you tomorrow. Hallelujah. You are blessed. Just to have pity as your pastor, you are blessed. God bless you. I love you guys.